Usikose kufuatilia kipindi bora cha PHD, Prophecy, Healing and Deliverance. You had a dream 2 days ago. Kuna ndoto uliota siku 2 zimepita. Sio kama nakumbuka. Unakumbuka? Hata tokea mchao kwa lugha. Na tumia microphone. Wachawi wote jina langu na wanijui jina. Leta prophet, Tibet, Pasco. Na wapiga. Saga kwa jina la Yesu. Wasageka. Ndani ya kipindi hiki utaona shuhuda za watu mbalimbali wakifunguliwa, wakitabiriwa na kuwekwa huru kwa nguvu za Mungu. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na Pastor Samuel Christ, Pastor Elizabeth Christ na Pastor Cecilia Christ. Kipindi hiki hurushwa kila siku ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 3 usiku hadi saa 4 usiku hapa JN Power TV. Hello, penzi mtazamaji wa JN Power TV. Ni siku nyingine tena tunakukaribisha katika kipindi cha kupendwa cha PHD, Prophecy, Healings and Deliverances. Tuko hapa kukuletea matendo makuu ambayo Mungu anamtumia baba yetu Prophet Philbert katika unabii, uponyaji na kufunguliwa. Na siku ya leo siko peke yangu. Niko mimi Pastor Samuel Christ pamoja na Elizabeth Christ pamoja na Cecilia Ivanioram. Tuko mahali hapa kukuletea kipindi hiki kuanzia majira haya ya saa 3 mpaka saa 4 usiku. Karibu ujumuike pamoja nasi, usitoke kwenye kiti chako, maana leo hakika siku ya leo dada Ceci, haujawamisi wapenzi watazamaji? Yes, nimewamisi sana wapenzi watazamaji. Ninajua mnatufuatilia sana na hichi kipindi kimekuwa faraja kaka Sam na dada Eliza. Hichi kipindi kimekuwa faraja kwa watu. Tunapokea jumbe mbalimbali kutoka nchi za nje. Hichi kipindi bwana kinakuletea taarifa kinakuletea maudhui, kinakuletea ni kipindi bora kabisa kinacho jumuisha prophecy, healing and deliverance. Uponyaji, unabii na miujiza inayopatikana katika kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote chini ya prophet, chini ya mpakwa mafuta wa Bwana Prophet Philbert Pasco. Karibu sana, usiondoke. Muite ndugu na jamaa ili tujumuike kwa pamoja. Dada Eliza, wamekumisi. Tuambie, wasalimie wapenzi watazamaji. Wapenzi watazamaji. Nimewamisi sana. Naamini leo tena mtaenda kupata mambo mubashara yanayofanyika katika kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote, maeneo yote, Kinyerezi, Kigamboni, Mbezi Beach, Kibaha, every corner ambapo kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote inapatikana. Usikae mbali na TV yako, kipindi ni PHD. Wow. Sasa mpenzi mtazamaji, utoke uende wapi? Tulia hapo. Maana shuhuda za leo hakika zitakuinua kiimani. Amen. Shuhuda za leo lazima kuna mtu mmoja leo Mungu atamuinua kiimani. Na ninamuona mtu mmoja kabisa pale, wewe unayetutazama. Ninakuona kabisa hizi shuhuda tutakazoenda kuongea hapa zitakuinua kiimani, zitakuinua kiuchumi, zitakuinua kwenye familia yako, kwenye ndoa yako, kwenye biashara yako. Powerful. Sasa leo mwanamke mchawi sema amekamatwa. Wapi bwana? Kanisani. My God. Yaani watu wapo kanisani, watu wanaomba, kumbe kuna wachawi wanaingia katika nyumba za ibada. Unajua mimi zamani nilikuwa naamini kwamba katika nyumba za ibada hawaingii wachawi. No. Yaani mimi nilikuwa naamini katika nyumba ya ibada mchawi hawezi akaingia. Ni kweli. Sasa nikajiuliza, ni makanisa mangapi wachawi wanaingia wanaabudu na watu hawajui, kama mtumishi wa mahali pale hana jicho la rohoni. Wachawi wangapi wanakamata watu katika ibada? Unamaliza kuomba unadhani Mungu amekujibu, kumbe mchawi ameakamata maombi yako. Unapiga mkuu wa anga unadhani yuko angani, kumbe yuko umekaa naye kwenye kiti pale. Mkuu wa anga umekaa naye kwenye kiti.
Basi bwana, ilikuwa ni ibada ya Jumanne, Ndio. ibada ya one-on-one Kabla session. hatujaendelea kaka Sam, ni kweli kabisa. Makanisani kuna mambo mengi. Si kila mtu anayekuja kusali ni mwema. Sio kila mtu anayekuja kusali ni mwema. Kuna mtu mwingine akiingia tu kanisani, Ndio. anaziba maongezeko. Yani sidhani kama mnanielewa. Sidhani kama, yani ninaamini kama hapa mtanielewa. Kuna mtu mwingine akifika tu akasikia ule ushuhuda wako uliotolewa, akaisikia ile prophecy yako, kuna namna anaifunga. Unaona? Sasa usipojua unatumikia madhabahu ipi, usipojua upo chini ya nani anayekumenta wewe, nani anayekuongoza wewe, hicho kitu ni kitakuwa kigumu sana kukutoka. Kuna shuhuda nyingi sana. Hata baba alisha kututolea mfano. Kuna mama mmoja, yani alikuwa ni pastor, as a pastor kabisa, anaomba na lia. Lakini kumbe hilo ndio alikuwa mwiba wa kutokuwa na maongezeko kanisani. Sidhani kama mnaelewa. Alikuwa ni chachu, alikuwa ni sababu ya kanisa kutokukua. Na yani hiki ni kitu ambacho sio kama tunatania, we mpenzi mtazamaji. Hiki ni reality. Ni ukweli. Kuna mchawi akiingia kanisani, kanisa zima linalala. Una mtu anasinzia. Ngoja na sisi. Kwa Pastor Eliza, kitu Pastor Sesi anasema ni kwamba mnaweza mkawa mmekusanyika kwenye ibada, mpo kanisani, mnashangaa siku hiyo badala ya kuomba unalala. Prophet anahubiri, uko hapa tu, umechoka. Praise anaimba, uelewi. Unaona giza. Wewe unapiga unasema ngoja nishughulike na mkuu wa anga. Kumbe mkuu wa anga amevaa kimini, amevaa kapendeza, anang'aa, kajipaka lip shine na makeup. Sasa what if kama hilo kanisa halina nabii? Kuna mtu atatoboa kweli hapo? Yani mpenzi mtazamaji, jiulize, unaabudu mahali hapo, mchawi ameingia, na wachawi. Kumbe mimi nilichogundua bwana, mchawi avai nguo nyekundu na nyeusi akija kuloga, anapendeza. Yani fikiria mchawi amekuja amependeza, mmekaa kwenye ibada, wewe unaomba Mungu akupe ndoa, kumbe mkuu wa anga yuko hapa anazuia ndoa. Hivi na mchungaji wako haoni? Si anapinga manabii? Mchungaji wako si anasema manabii matapeli? Mchungaji wako si anasema manabii wezi? Mchungaji wako si anasema manabii waongo? Sasa wewe unaombea ndoa miaka 10 na mchungaji wako haoni kama kuna mchawi, ndoa haitokei. Zaidi na wewe mwenyewe unachoka kwenda kanisani, unakimbia kanisa, lakini mchungaji wako anasema manabii ni waongo. Pastor Eliza, embu ongea na dada mmoja ambaye anadhani wachungaji wachawi hawezi kuingia kanisa. Embu ongea na yule dada mmoja ambaye huu shuhuda tutakwenda kumuona, hakika unatisha. Yani ninachopenda kuambia wapenzi watazamaji ni kwamba kwa dunia ya sasa tunahitaji sana manabii kuliko kitu kingine chochote. Kwa sababu hata zama tunazoelekea, wale watu wema ambao tunaamini ni wema sio wema tena. Kwa hiyo inahitaji uwe na mtu mwenye macho ya ziada aweze kukutambulisha kwamba hiki kwa macho ya damu na nyama kinaonekana ni sahihi, lakini sio sahihi. Huyu mtu kanisani unamuona ni mchungaji au ni praise au ni protocol, lakini kwa macho ya ndani huyu sio protocol, huyu ni mchawi, huyu ni mganga, huyu ni mshirikina, huyu ndiye anayesababisha maendeleo kutokea katika kanisa. Lakini tukiwa katika makanisa ya kawaida ambapo hatuna manabii, hivyo vitu ni ngumu sana kuvigundua. Ni ngumu sana. Tutaomba, tutafunga, lakini mambo hayatokei. Kwa nini? Kwa sababu tunaishi na vile vitu ambavyo vinasababisha vitu visitokee. Kwa hiyo kuna uhitaji mkubwa sana wa manabii, na kama upo kanisa ambalo linaongozwa na nabii, mshikilie sana huyo mtu. Ni mtu wa muhimu sana, kama vile ambavyo mimi najivunia kuwa chini ya nabii Prophet Philbert Pasco. Nafurahi sana, ananipa kuona vitu ambavyo nisingeweza kuona kwa macho yangu. Prophet Philbert Pasco, unamzungumziaje katika jicho la kinabii? Mimi nataka kufahamu, tutakapoenda kuelezea ushuhuda, wapenzi watazamaji watatolewa, inawezekanaje katikati ya ibada? Nadhani tulikuwa ni maelfu ya watu walikuwa wapo kwenye ibada ya one-on-one session ya Jumanne kuanzia saa 7 Kinyerezi madukani. Inawezekanaje mchawi ameingia? Wewe pia unatumika kama protocol, ulimuona? Sikumuona. Ulijua? Sikujua. Pastor Sesi, wewe ni praise, uliona? Hapana. Ulijua? Nilisifu na kuabudu. Na maombi asubuhi uliomba? Sikuona. Ulijua dada? Sikujua. Sasa mchawi ameingia
kapita katikati ya protocol. Ndio. Kapita katikati ya praise. Yes. Kapita katikati ya ithiami. Wachungaji. Kapita katikati ya wachungaji. Tena alikaa kiti cha mbele. My God. Yaani bora hata angekaa nyuma. Jesus. Bora angekaa nyuma at least kwamba unasema kwamba huyu kidogo amekaa mbele. Ya wachungaji. Yaani amekaa mbele, yaani ukitoka wachungaji anafuatia yeye. Yaani ukitoka wachungaji amefuatia, amebeba na mkoba. Sasa ule mkoba imagine amepita pale getini pana mlinzi. Ndio. Mlinzi hajaona kama kuna hajashtuka. Amepita nao pale, amepita kuna ofisi ya media pale. Ndio. Fire anakaaga pale. Fire kumuona hajamzoom kapita na mkoba na mkoba wake kapita. Amepita protocol praise. Mchawi huyo kabeba mkoba, mfuko ndani una maagano. Amekuja kukaa mbele kabisa, ukitoa line ya wachungaji, line inayofuatia amekaa mchawi. Line ya kina Samuel hiyo na kina Pastor Ima. Hiyo line hiyo. Pastor Samuel ulimuona? Ulikaa naye? Pastor Samuel. Jamani, mpenzi mtazamaji. Alikaa na Pastor Samuel. Alikaa na mchawi huyu. Alikaa naye mchawi. Na sikumuona. Hakumuona. Yaani mimi nimekaa naye, sikumuona. Mimi akili yangu nilikuwa najua mchawi atakuja amevaa nguo nyekundu, amevaa nguo nyeusi, afu hapa amejipaka manani meupe kwenye macho. Mimi ndio ilikuwa picha yangu. Sasa hivi wachawi wanafanya vitu kisomi. Yaani sasa hivi tupo kwenye modern society. Vitu vyote vinafanyika in modern way. Craft. Witchcraft. Yes. Kwa wachawi wana craft. Kwa hiyo usitegemeti kumuona amejipaka unga, amevaa vitambaa vyekundu vyeusi vyeupe. Sasa hivi anagonga suti yake vizuri, anavaa gauni lake na kilemba na wigi, lakini ni mchawi. Anatembea na mandunguri yake. Kaka Sam na Dailiza, ni kweli kabisa. Anachokiongea na Dailiza ni kweli. Mchawi sio ni kuna watu wengine wachawi ni ndugu zetu. Ndio. Tupo nao kwenye familia. Kuna mwingine mchawi ni mama mkwe wa mtu fulani. Ndio. Emrudia tena. Mchawi ni mama mkwe wa mtu fulani. Sidhani kama mnanielewa. Kuna ushuhuda mwingine ulichawi kutokea hapa. Yaani mama mkwe alibeba nepi ya mjukuu wake. Sidhani kama mnanielewa. Yule pia ni mchawi. Lakini hajawahi kuvaa. Yaani mama amemloga mtoto wake wa kumzaa. Can you imagine? Na inawezekana, ngoja kwanza. Baba anasema yule shuhuda, yule mtoto, yule binti alikuwa kichaa. Inawezekana yule mama alizunguka makanisani huko. Wachungaji inawezekana walikemea. Kumbe mchawi ndo anampeleka mtoto kanisani. Shida yani my God. We need a prophet. We need a prophet. Na si only prophet. We need prophet Philbert Christ. Watu waelewe neema kubwa ambayo Mungu anaitumia ndani yake. Shida moja ya Afrika na dunia ni kwamba watu wanavipiga vita vitu vyenye neema. Yaani ndio shida tu. Yaani wewe kama una neema wa kupiga vita, hauna muda na wewe. So neema ambayo Mungu ameshushia Tanzania, neema ambayo Mungu ameshushia Afrika. Hebu can you imagine ushuhuda? Mchawi na uhakika siku hiyo Pastor Sesi ulipraise. Ukasema na roho Bwana shuka. Lakini ukumuona mchawi? Hukumuona. Sasa twende katika ushuhuda. Mwanamke ameingia na mkoba wa kiganga. My God. Prophet Philbert wakati yuko hapa madhabahuni anaomba, ana prophesy. Kuna watu walikuwa ana prophesy. Akasema you woman stand up. Come forward. Akamwambia unaitwa nani? Yule mwanamke akasema naitwa Fatuma. Wow. Akamwambia kuna mkoba umebeba. Mimi nikajua mkoba labda handbag, pochi, kitu simple. Labda yule dada, na kwa kweli ukimuona, yani yule dada ukimuona amesuka nywele kama za Sesi. Alisuka nywele kama za Sesi za gharama, smart. Yule mwanamke ukimuona kama wewe uko single unaweza kusema Mungu neema hii hapa mke. Kumbe bwana chawi ana mkoba. Prophet akamwambia mkoba ni wa nini? Yule mwanamke anasema ni wa kichawi. Tena anasema akasema mimi nilikuwa najua mkoba ni labda yani ni mkoba lazima uandikwe vitu. Yani mimi nilikuwa nadhani kama mikoba ya kichawi unakuwa mkoba yani sio nielezweje yani. Unakuwa mkoba na sura mbaya fulani hivi ya kiganga. Sio kama mnanielewa. Mkoba unakuwa na mapembe, mkoba unakuwa na masikio.
Kumbe ni kitu ambacho ni mfuko, ila ndani mkoba ambavyo mimi nilielewa pale ni yale makolokolo yote ya kichawi aliyokuwa nayo. Kwa yale makolokolo yote ya kichawi ndio mkoba wenyewe, kwa sababu wakati prophet amemwita yule mama, prophet akamwambia hivi, akamwambia naona umepewa mkoba. Yule mama akasema ni kweli amepewa mkoba, lakini ule mkoba ni mkoba feki. Yani ule mkoba, yule mama ametapeliwa. Sijui unanielewa vizuri. Yani mpenzi mtazamaji, yule mama amepigwa, ametapeliwa katika ule mkoba. Yani ule mkoba, yule mama alitakiwa apewe mkoba original, lakini yule mama akatapeliwa. Sijui unanielewa vizuri mpenzi mtazamaji. Sijui unanielewa vizuri. Yani yule mama ametapeliwa nini? Mkoba. Yani kumbe kuna mikoba original ya kichawi. Ni kweli. Kuna mikoba original. Sasa wewe fikiria kama ule fake uko vile unatisha. Original ukoje? Lakini iko hivi, unatisha kama una Mungu. Baba yetu prophet ameshatufundisha kwamba, baba yetu prophet ametufundisha kwamba ziko elimu zinazofundishwa kwa watu kwamba Mungu ana nguvu. Na ndio maana mahali hapa pana Mungu, na kwamba prophet Philbert ni nabii wa Bwana. Ndio maana yule mama alipofika akaonekana moja kwa moja kwamba ni mchawi. Alikuja mahali hapa. Alikuja kwa kusudi gani? Kuloga. Kuua mtu, kufanya ibada iwe nzito, kuchanganya waumini wasielewe, au kufanya kanisa lisiwe na maongezeko, kwa sababu kila mchawi anabeba kusudi anapokuja kuloga. Unaweza ukawa ni mtumishi wa Mungu, umekaa sehemu unaona kanisa lako miaka 10, 20 aliongezeki, kumbe mzee wa kanisa ndo mchawi. Ni kweli. My God. Pastor Sesi, Ni kweli. wewe unaona praise hawaelewani, kumbe kiongozi wa praise ndo mchawi wa kanisa lile lingine. Sasa So hapa. sijui unanielewa vizuri. Unaona kuna mikanganyiko kwa vijana kanisa, kumbe mzee, kumbe mama mchungaji ndo mchawi. Kwa sababu mimi nilichojifunza, mchawi hana alama. Kumbe ili uweze kumfahamu mchawi lazima uwe na neema ya Mungu, jicho la Mungu. Na uwe, kwa sababu kwa nini watu walikuwa wengi? Kwa nini prophet alimuona yeye tu? Na hapo akasema, na hapo umesema mchawi ana alama. Ni kweli mchawi anaweza kuwa pastor. Bwana. Mimi nikisema ule ushuhuda wa baba yule mama pale alikuwa ni pastor. Kumbe alikuwa akitoka hapo anapanda madhabahuni. Anachukua haya maji, anaosha matiti yake madhabahuni. Ni nani? Ni pastor. Hana hana alama ya weusi, hana alama ya majivu, lakini ni pastor. Anaomba, anawekea watu mikono. Kumbe yeye akitoka hapo anachukua maji, anaenda kunawa madhabahuni. Ngoja kwanza, na wewe unaenda kwenye hilo kanisa unawekewa mkono, unadhani unapokea, kumbe unapigwa. Ndio maana mtu mwingine anaweza kusema nimeenda kanisa ni siku ya kwanza, mambo hayaendi, mimi siendi, mambo hayatokei, mimi siendi tena. Hapana, sio kwamba yani pale ulipoenda umeshindwa kujua kuna nguvu gani, umeshindwa kujua kuna mtu gani anayekumento kwenye lile kanisa. Na mimi nafikiri ndio maana baba yetu prophet Philbert anasema ni muhimu sana kumjua baba yako wa kiroho kabla ya chochote. Ni muhimu sana kumjua baba yako wa kiroho kabla ya chochote. Naomba tupate vitabu tuoneshe wapenzi watazamaji muweze kumfahamu kiufupi tu. Ni muhimu sana kumjua baba yako wa kiroho sana, kumjua baba yako wa kiroho ni mtu ana aina gani, ametoka wapi, ana historia gani katika huduma. Sijui kama unanielewa. Yani baba yako wa kiroho, hapo unakoabudu, hapo unakosali, huyo baba yako wa kiroho ana historia gani nyuma? So unaenda tu unaabudu. Wewe unaona baba yako wa kiroho anatukana manabii, anapinga manabii, kumbe ni mchawi. Anajua manabii wanaweza akamfunua siri zao akamweka wazi. Sasa huyu ni mtumishi wa Mungu. Nadhani hata wapenzi wafuatiliaji wetu wa kipindi cha PhD mnaweza mkatamani kujua. Ni mtumishi wa Mungu anaitwa Prophet Philbert Christ. Kabla kuwa mtumishi wa Mungu huyu ameshaandika alikuwa ni nani kwenye kitabu chake hiki cha Nguvu ya Dhambi, Kuzaliwa na Wokovu, na vitabu vyake vyote ambavyo ameandika amejielezea yeye ni nani. Ameshawahi kufanya kazi bank CRDB. Kwa hiyo huyu ukienda bank ya CRDB ukiulizia Philbert Pasco wanamjua.
Sijui kama unanielewa. Ukitoka pale anasema ameitwa akaanza huduma chini ya mwembe. Ukija hapa Kinyerezi mkiulizia huyu mtumishi mnamfahamu, watakwambia tunamfahamu kwa sababu walimuona akiwa anahubiri chini ya mwembe na aliyompa mwembe yupo. Si ndio? Ukija baada ya pale, wakati amenunua ili eneo, ziko shuhuda anasema kwamba watu wamefufuliwa mahali hapa. Sio propaganda. Hao watu ukiwaita watakwambia kweli hapa palikuwa baa, pakanunuliwa, huduma ikaanza, watu wakakua, wakaongezeka, leo kanisa limeenea kila kona. Watu wake ambao wameanza nao wanasema alikuwa anatabiri magari yatakuwa yanajaa, yanapaki. At least umjue babako wa kiroho huyu ambaye unamtumikia mahali hapo. Sijui kama unaelewa. Sasa from nowhere tu unasikia wanapinga manabii, matapeli, wauni. Kumbe mchawi anaweza akakusanyika katika ibada na wewe na usijue. Sasa imagine huyu mwanamke Fatuma ameingia kwenye ibada. Fatuma ameingia kwenye ibada. Pastor Eliza amebeba mkoba wa kichawi. Fatuma amekaa mbele nyuma ya wachungaji, ile mstari anokaaga Pastor Ima ule. Fatuma na Pastor Loina ule mstari anekaaga Pastor Loina na Pastor Ima. Mchawi Fatuma amekaa pale. Na hakuna mtu anajua, hata Pastor Loina hakujua, hata Pastor Ima hakujua. Ibada inaendelea. Mtumishi wa Mungu aliyopakwa mafuta, mtumishi wa Mungu ambaye ni nabii, anatumika katika unabii katika viwango vya juu na vya kutesha. Anasema, mama, naona mkoba. Huo mkoba umebeba uchawi. Ndipo kanisa sasa tunashtuka. My God. Kumbe kuna wachawi waliingia hapa. Na mimi nilikuwa najua uchawi ni level kubwa. Kumbe hapana. Kumbe uchawi ni hatua moja kuelekea uganga. Kumbe uganga ni level kubwa bwana. My God. Mimi nilikuwa sijui. Ndio siku zile nikaelewa. Sasa yule mwanamke Fatuma anasema hivi, alikuwa mchawi kabla ya kuwa mganga. Kwa maana alitakiwa utumikie uchawi. Akishautumikia uchawi akiiva, sasa ndo anakuwa mganga kamili. Kumbe uganga katika level za nguvu za giza ni level kubwa kuliko uchawi. Kumbe watu wanaogopa wachawi wanaogopa watoto wadogo kabisa bwana. Nyinyi mnaogopa, sio sisi. Nyinyi mnaogopa. Yaani uchawi ni level ndogo kuelekea nini? Uganga. Fatuma anaelezea. Wakati tunaelezea hili, naomba mpenzi mtazamaji, Fire atupeleke moja kwa moja akatuonesha hili tukio, hiki kipande, wakati mtumishi wa Mungu anamwita simple tu kwamba woman come forward. Anamwambia umebeba mkoba, yule mwanamke anabeba. Naomba ukakiangalia hiki kipande, alafu tutaanza kuelezea sasa kwa nini mchawi anaweza akaingia kwenye kanisa. Maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu, Biblia inasema shetani alijiadhimisha pamoja na wana wa Mungu. Sijui unanielewa vizuri? Yaani shetani alijiadhimisha pamoja na wana wa Mungu. Kulikuwa kuna kusanyiko la Mungu na shetani akakusanyika pamoja nao. Sasa hiyo ni kwenye Biblia kabisa inaelezea shetani alikusanyika kwenye kusanyiko la wana wa Mungu. Wewe kanisani kwako wanakopinga manabii, wanasema manabii wachawi. Mchawi anapokuja kukusanyika miongoni mwenu ili kuwarudisha nyuma, mnajua? Mpenzi mtazamaji, twende ukaangalie hiki kipande alafu tunarejea. Ndio mama. Adija. Wow, sogea hapa Adija. Adija. Una watoto ngapi? 5. Baba yao yuko wapi? 3, baba yao mmoja na 2 baba yao mmoja. Adija. Ushakuwa mganga wa kienyeji? Yaani kuna shangazi yangu ndo alisema nyumbani kuna mambo ya ulisi. Akakupa? Kasema kuna mambo ya asili. Kwa hiyo nakukabidhi mkoba. Nakukabidhi mkoba? Wewe mkoba unao wewe? My God. Professor. Jesus. Uko wapi mkoba? Hello, Professor. Prophesy, man of God. My daddy. Hello, bro. Father, my father. Jesus. Niete. Professor. Niete mkoba. Naam, tumerejea tena. Nadhani umekiona kile kipande. Sasa nilisema tunataka tuje kujadili. Ndio. Wakati kusanyiko la Mungu limekusanyika, shetani naye akajiadhimisha katikati yao. Pastor says,
Kumbe kuna uwezekano wa shetani kujiadhimisha katika kusanyiko la wana wa Mungu. Tuanzie hapo tuelezee hatua kwa hatua ili wapenzi wafuatiliaji wetu wa PhD watuelewe kwamba mchawi kuingia kumbe kanisani hata mchawi anaweza akaingia. Tuanzie hapo. Ni kweli kabisa ndugu mtazamaji unayetutazama na unapotusikia kutoka mahali popote. Hili swala nilipo katika makanisa mengi. Sio sisi tu. Kuna makanisa mengi haya glow, hayakui, yako pale pale yalipo. Mchawi anaweza kuwa sababu ya kanisa kupigwa. Sidhani kama mnanielewa. Ndio wengine anasema ili kanisa yani limekufa. Hapana. Kuna namna mchawi aliingia. Either huyo mwanamchawi alisimama kama mwanamuombaji, huyo mchawi alisimama kama muombolezaji, unaona? Na ni kuna msemo mmoja baba anasemaga yani usifunge na kuomba pasipo kujua ni roho gani iko juu yako. Amina. Usifunge na kuomba bila kujua ni roho gani ipo juu yako. Sasa mchawi yupo kanisani, anafunga, anaomba, anatoa tu pepo, alafu ni mchawi. Kwa hiyo ile spirit, ile roho yake ya kichawi lazima ataiambukiza. Amina. Lazima atawaambukiza watu wote mule kanisani. Yani kutakuwa na uvivu, kutakuwa hamna maongezeko, kutakuwa hakuna maelewano, hakuna kinachofanyika. Mchawi akiwepo ndani, mchawi akiwepo kwenye kanisa, lazima kutakuwa kuna hali ya tofauti. Kwa mtu ambaye hauna macho ya rohoni, kwa mtu ambaye hauko katika madhabahu ile, madhabahu inaonena mema, madhabahu ambayo mtumishi wa Bwana anaongozwa na Roho Mtakatifu, inakuwa ni ngumu kulitambua. Inakuwa ni ngumu sana kutambua. Dada Sesi, shikilia hapo. Pastor Eliza. Yes. Inawezekanaje mchawi akajikusanya akawa miongoni mwa ibada takatifu akajumuika? Maana kuna watu wanasema sisi kanisani kwetu hawawezi kuingia wachawi, pana nguvu ya Mungu sisi kanisani kwetu. Inawezekanaje? Tuanzie hapo dada Eliza. Kanisani mimi naonaga kama ni kama karakana Karakana inaingia vitu vibovu sana, vizima kidogo. Kwa hiyo kanisani sio sehemu ambapo ni watakatifu tu wanakusanyika. Hapana. Kanisani kuna watakatifu, kuna watenda dhambi, kuna wachawi, kuna waganga, kuna shirikina. Kwa hiyo ili sasa hilo kanisa lionekane ni kanisa lililo hai, lililo na nguvu za Mungu, ni lazima kuwe na mtumishi ambaye hataweza kutofautisha hawa watu ambao wako katika kanisa, kwamba hawa watu ni watakatifu, hawa watu ni watenda dhambi, hawa ni wachawi, hawa ni washirikina. Kama kanisa atakosekana mtu mwenye macho, ama kama kanisa litakuwa linaongozwa na mtu ambaye bado hajafika kwenye dimension ya kutambua tofauti ya watu waliopo katika kanisa ni ngumu sana kuendelea au kujitambua. Kwa mfano alipoingia yule mchawi kanisani siku zile, kama hapakuwa na mtumishi wa Mungu mwenye macho, kama pasinge kuwepo na mtumishi wa Mungu ambaye ameshavuka viwango fulani katika ulimwengu wa roho, tusingeweza kutambua kama kanisani siku hiyo palikuwa na mchawi. Tungesifu, tungeabudu, tungeomba, tungeondoka kwa amani kabisa. Lakini kumbe nyuma ya hayo maombi ambayo mmeomba, nyuma ya hizo sifa ambazo mmesifu, kuna mchawi ambaye amewadidimiza. Kuna mchawi ambaye amefuta vyote ambavyo mlikuwa mnavifanya. Lakini siku hiyo tuliweza kutambua kwamba leo Bwana kanisani kwetu tulikuwa tunasali pamoja na mchawi, kwa sababu tupo katika neema ya kinabii, na nabii aliweza kufichua na kutuhabarisha kwamba leo Bwana tupo na mchawi, na uchawi ukawekwa wazi na uchawi ukachomwa. Mpenzi mtazamaji unayetufuatilia kupitia JNTV, ukisoma kitabu cha Ayubu 1:6, Biblia inasema ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda katikati yao. Yaani wana wa Mungu wameenda kujihudhurisha mbele za Bwana, na shetani akaenda katikati yao. Lakini mstari wa chini yake Biblia inasema sio watu waliomuona shetani. Hapana. Ni Bwana ndiye aliyemuona nani? Shetani.
Kumbe anayeweza kumuona shetani katika ibada mnapojihudhurisha ni Bwana. Ni mtu wa Mungu ambaye roho ya Bwana yuko juu yake. Nje ya hapo hamuwezi mkamuona shetani katika ibada, na mtakuwa mkilalamika, mnaomba, mnagandamizwa, vitu haviendi. Kumbe ni shetani anawagandamiza katika ibada. Dada Sesi, baba yetu Prophet Philbert, tumzungumzie baba yetu Prophet Philbert. Alimuona mchawi aliyokuja kujihudhurisha kwenye ibada, akamtaja, akamuinua, akamkamata. Kwa nini Nabii Philbert Christ katika karne ya 21? Kwa nini Nabii Philbert Christ katika karne ya 21? Hiyo ni neema ya kiwango cha hali ya juu. Mtu kama mimi au mtu kama Hakasam ambao bado hatujafikia hiyo stage, hatuwezi kuona. Yani baba yetu Philbert Pasco ni mtu ambaye anatumiwa na Mungu. Mungu yupo ndani yake. Roho Mtakatifu anamuongoza. Sio machale. Oh my God. Haongozwi na mizimu, haongozwi na michale tu akaanza kusema, yani akasisimka tu, nalimuona mama yule. Hapana. Aliongea, yani ni roho ya Bwana ndio aliyemdhihirisha yule mchawi kupitia kinywa cha Prophet Philbert Pasco. Amina. Kwa hiyo kwa mtu ambaye, kwa sisi vijana au kwa wachungaji wengine ambao hawana ile roho, hawana ile roho ya kuongea na Mungu kweli, Mungu hawezi kujidhihirisha mbele yao. Amina. Kinahitaji spiritual kutoka ndani. Hiki kitu kinatoka kwa Mungu mwenyewe, unaona? Hawezi, yani hicho kitu akiwezi kikachiliwa kwangu mimi ambao bado sikuwahi kumtafuta Mungu kwa kuomba, sikumtafuta Mungu kwa kufunga, sikumtafuta Mungu kwa kukesha, kwa kulia. Hicho kitu hakiwezi kutokea. Na ndio maana kuna wachungaji wengi, kuna manabii wengi, lakini hawana hii neema aliyokuwa nayo baba yetu. Unaona? Sio kwamba hawaombi, hawafungi, wanaomba, wanafunga, ila wanakosa ile power. Wanakosa ile neema, wanakosa lile jicho. Dada Sesi, shikilia hapo hapo. Pastor Eliza, neema. Neema. Hivi unadhani kwenye makanisa mengine wachawi hawaingii? Wanaingia. Unadhani kwenye makanisa mengine wachawi hawaendi kuloga? Wanaenda. Lakini kwa nini hapa yule mchawi alikamatwa? Dada Eliza, elezea mpenzi mtazamaji, kwa nini hapa yule mchawi alionekana akakamatwa, Bwana akamweka wazi hadharani? Kama nilivyotangulia kusema kwamba huwezi ukatambua kitu kama ukijui. Sio, unanielewa? Na kwa mfano hao wachawi wangekuja wanikute mimi nisingejua kama ni wachawi, kwa sababu bado sijafikia hiyo dimension ya kutambua kwamba huyu ni mchawi. Kwa sababu kwa macho ya damu na nyama huwezi ukamtambua. Kwa sababu alikuja amevaa, amependeza, ni mwanamke, ni mzuri tu, ana kwato, ana mikono ya ajabu, yani ni binadamu kama mimi yani. Kwa hiyo kwa macho ya damu na nyama huwezi ukamtambua. Inahitaji uwe na neema nyingine, yani inahitaji uwe na ufunuo mwingine, yani inahitaji uwe na nguvu nyingine. Ndio maana kwenye makanisa mengi wanaingia wachawi wengi, wanaingia waganga wengi, wanaingia washirikina wengi, hawatambuliki. Na hata sasa hivi ukitoka hapa uende kwenye hayo makanisa umuulize, "Nyenye kanisani kwenu kuna wachawi?" Watakukatalia. Kwa nini? Kwa sababu hawana ile neema ya kutambua uwepo wa wachawi au uwepo wa waganga na washirikina ndani ya kanisa. Lakini ukija hapa sisi tutakwambia ndio, makanisani kuna wachawi. Kwa nini? Kwa sababu tunatembea chini ya neema ya kinabii. Na nabii ana macho, anaona. Nabii anaona vyote vinavyoendelea sirini. Mungu anamfunulia, anavileta hadharani. Umezungumzia juu ya neema. Baba yetu Prophet Philbert ana neema gani? Ukisoma kitabu chake hiki ambacho amekiandika, Nguvu ya Dhambi, Kuzaliwa na Wokovu, ukisoma huku nyuma kuhusu mwandishi, Mungu amempa neema 5. Ana neema ya kitume, ana neema ya kinabii, ana neema ya kiuchungaji, ana neema ya kiuinjilisti, na ana neema ya kuwa mwalimu. Sasa mtu ambaye ana neema zote hizi 5, tafsiri yake ni kwamba Mungu hamtumii sehemu moja. Yaani Mungu hamtumii kama mchungaji peke yake, hapana. Mungu hamtumii kama mwalimu peke yake, hapana. Ndio maana kuna muda Mungu anamtumia katika namna ya utisho kama ule, kama nabii, ya kuona vitu ambavyo havionekani. Sasa wewe utakayepinga, utapinga kwa sababu unaamini katika huduma hiyo tu ya uchungaji,
utawapinga manabii. Hatusemi ni dhambi kuwa uchungaji, hapana, ila anasema kwa utawapinga kwa sababu hauamini unabii, huwezi ukaipokea ile neema. Na ndio maana Mungu anamtumia katika viwango vya ajabu vya kujua kwamba leo kuna mchawi amekuja, na inawezekana kuna watu walinyonywa maombi yao isipokuwa mimi. Yaani inawezekana kuna watu walinyonywa ile siku maombi yao kabisa. Inawezekana kuna watu walikuwa na uzito, anaona usingizi kuomba, kumbe kuna mchawi Bwana ananyonya maombi. Unajua ni nini kaka Samueli na dada Sesi? Dunia tuliopo sio kwamba watu hawaamini uwepo wa manabii. Wanaamini, lakini kuna ile tendency ya kufata mkumbo. My God. Sio, unanielewa? Yaani mtu anaamini kabisa nikienda kwa mtu fulani atanisaidia na atanihabarisha mambo yanayoendelea katika maisha yangu. Lakini akiangalia kelele za nyuma kwamba kuna watu fulani hawaamini uwepo wa manabii, na wanapopiga kelele naye anapotea, anashindwa kuelewa. Lakini mimi napenda kumwambia mtazamaji ambaye anatutazama majira haya kupitia JN TV kwamba wewe upo duniani, wewe kama wewe. Badilisha mtazamo wako, badilisha fikra. Mabadiliko ya mtu katika maisha inaletwa pale ambapo mtu atabadilisha fikra yake. Usitizame watu wanasema nini, wewe angalia kusudi ambalo lipo ndani ya ule mtu ambaye unamwangalia. Maprofeti wapo waongo, na pia maprofeti wa kweli wapo. Maprofeti wa kweli utawatambua vipi? Utawatambua kwa matendo yao, na je, hayo matendo unaweza ukayaprove? Kwamba mchawi kakamatwa, ni kweli? Utakuja utaona ni kweli mchawi kakamatwa. Video hii hapa, alikuja hajulikani, lakini amefika kanisani amegundulika. Hapo utapinga kwamba wewe nabii ni wa uongo? Nabii anakuita na kuambia wewe ni mtu fulani, ulizaliwa siku fulani, una ndugu anaitwa fulani, hakufahamu, amfahamiani, huyo pia utasema ni muongo? Kwa hiyo jamani, tubadilishe mitazamo yetu, tubadilishe fikra zetu. Ulimwengu wa sasa tunahitaji mabadiliko makubwa, na tunahitaji manabii kwa namna ya ajabu sana. Na sio hivyo tu dada Eliza na kaka Sam. Kuna mtu mwingine hapa tumepokea shuhuda mbalimbali. Mama mjamzito. Kazunguka hospitali 5. Ndio. Kaambiwa mtoto amekufa. Huyo mama nina imani yani katika akili yake hauwezi kumbadilisha kwamba hakuna manabii. Hauwezi, kwa sababu mtoto wake tumboni kazunguka hospitali unazozijua wewe za gharama duniani, amezunguka mtoto amekufa. Mtoto ana miezi 7 amekufa tumboni. Miezi 7 huyo mama, alafu baadaye baba anakuja kumwambia prophet, anatamka, anakuja kumwambia utazaa mtoto akiwa hai. Can you imagine? Huyo mama hawezi neema. Yani mama hawezi kuto kuamini kwamba huyu Mungu wa baba yetu Philbert Pasco alimponya, alimfufua mwanae tumboni. Unaona? Yamkini asingefika hapa au asingepata neema ya kuisikia sauti ya baba yetu Philbert Pasco. Huyu mtoto asingezaliwa. Huyu mtoto asingezaliwa, lakini alisikia neema, alisikia lile neno ambalo baba alitamka, huyu mtoto atazaliwa, na mtoto anazaliwa. Kwa hiyo tu mimi nipende kukualika wewe mwenye changamoto mbalimbali, hebu fika katika kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote. Fika Kinyerezi madukani, fika umuone huyu mtumishi wa Bwana Prophet Philbert Pasco. Mungu anamtumia kwa viwango vya hali ya juu. Huyu ni mpakwa mafuta wa Bwana. Neema ya baba yetu ipo juu yetu pia. Mimi nipende kukualika, nipende kukusika, karibu sana. Ukisoma Biblia, mpenzi mtazamaji, kwenye kile kitabu cha Yohana 4 mstari wa 20, Biblia inasema Yesu alipokutana na yule mwanamke Msamaria. Kuna pointi moja ya mchungaji Elizo ameizungumzia nzuri sana. Yule Yesu alipokutana na yule mwanamke Msamaria, akaongea naye vitu vingi tu, lakini yule mwanamke Msamaria akasema baba zetu walimwabudu Mungu huku milimani na kule Yerusalemu. Yesu akamjibu akamwambia, saa imekuja nayo sasa imefika ambapo hamtamwabudu Mungu kule milimani wala kule Yerusalemu. Kinachowafanya watu wengi wanaona vikwazo kuamini watumishi wa Mungu ni kule kumwabudu Mungu sawa na baba zetu alivyoabudu kule milimani na Yerusalemu. Iko tu. Lakini ikifika hatua ukasema no, mimi nataka kumtumikia Mungu ambaye nataka, Yesu akasema saa inafika nayo sasa ipo ambapo waabudu halisi watamwabudu baba katika roho na kweli.
Utakaposema nataka kumwabudu Baba katika roho na kweli, lazima utaitafuta nuru. Lazima utaitafuta nuru. Na hapo akasema Danieliza, hapo umeongea hiyo nuru. Nimekumbuka kuna katika maandishi ya Biblia ambao ni Yesu aliwachukua wanafunzi wake watatu akawapeleka mlimani. Kule ilitokea nuru, lakini hawakuona. Yes. Kwa hiyo inawezekana wewe uko hapa unamwabudu au unamwamini yule Mungu ambaye unaona wewe haponyi kansa. Yes. There you are. Yes. Yes. Wewe uko hapa unamwabudu au unamwamini yule Mungu unayemwona mtoto wangu amefeli. Kumbe kuna yule Mungu wa kubadilisha. Kuna yule Mungu, kuna yule Mungu ambaye anakutoa gizani, anakuweka nuruni. Yule aliyebadilika sura yake mbele ya Petro, Yohana na Yakobo. That God. Huyo ndo Mungu ambaye tunayemtumikia. Wa baba yetu Nabii Philbert. Na sio dhambi. Manabii kuwa wengi sio dhambi. Hata wakati wa Elisha manabii walikuwa wengi, lakini Mungu alikuwa anamtumia mmoja kwa ajili ya assignment. Yaani ukisoma Biblia sio kwamba nabii alikuwa Elia peke yake wakati wake, hapana. Manabii walikuwa wengi sana, lakini Mungu alimtumia Elia kwa purpose maalum, na lile kusudi lilitimia. Na lilipotimia akamchukua. Kwa atupingi, lakini tunachomzungumzia mtumishi wa Mungu Nabii Philbert, tunamzungumzia kwa kusudi ambalo yeye amelibeba kwa zama hizi. Mimi kiukweli nimesikia, lakini sikuwahi kushuhudia mchawi anakamatwa hadharani kwa namna ile, mbele ya kamera, mbele za watu. Na sio hivyo tu, yule Fatuma akasema kwamba ule mkoba alipewa na shangazi yake. Sasa mpenzi mtazamaji unayetufuatilia, inawezekana kuna situation fulani unapitia, kumbe huo mkoba umepewa na mtu fulani. Kumbe hayo magonjwa umepewa na mtu fulani. Kumbe hayo magonjwa umepewa na shangazi yako. Kumbe huo kutokuolewa umepewa na mjomba wako. Mwingine ana sukari, ana kensa. Kumbe umepewa na mababu zako. Sasa mbaya zaidi hapo umesema sukari. Akasema Danieliza, unajua ni kuna sukari nyingine unajua ni za kichawi zote. Hamnaga sukari ya Mungu. Ukishaona imepata pesa. Ukishaona mimi nishe kuona. Ni kuna ndugu yangu mmoja akipata pesa, akipata hela lazima aumwe sukari. Lazima tumpeleke akapimwe, sukari imeshuka, sukari imepanda. Yani kuna mikoba ambayo unapewa ambao wewe mwenyewe hautarajii. Ile mikoba inatufanya tunarudi nyuma. Hasa mimi hapa nina milioni 10 zangu. Si ndio? Mara hensa hii hapa. Kwa hiyo yani zile pesa lazima zitashuka, zitaondoka. Mwisho wa siku ukishapona hakuna ule uvimbe, hakuna ile kansa na pesa hauna. Mpenzi mtazamaji, maneno haya tunaongea ili kukutia wewe nguvu, kukutia wewe imani. Sasa baada ya Fatuma kukiri kwamba ule mkoba alipewa na shangazi yake, mtumishi wa Bwana akamwambia hivi, eti ule mkoba alitapeliwa. Akamwambia unataka mkoba original au mpokee Yesu? Maana sasa pale umeshakamatika, mali hapa pana nguvu, moto unawaka. Akawaza kumbe hata kwenye uganga kuna kuzidiana akili. Akili muhimu bwana. Akili hata kwa uchawi akili muhimu sana bwana. Binadamu wabaya. Akili muhimu. Yaani nimekabidhiwa vitu ambavyo havijakamilika, ina maana ni uchawi kwa sababu havijakamilika. Kama havijakamilika kwa mganga daktari, wewe ni mchawi, si ndio? Wameniambia hivi, mkoba uliotaka kukabidhiwa sio huo. Kwa kuna mwingine ambao inabidi ukabidhiwe. Ambao uliotaka kukabidhiwa sio huo. Dada, unajua hicho kitu? Nimekabidhiwa na shangazi mwingine. Wameenda nyumbani, huyu ndo akampa mkoba hiyo. Mwambia mkoba unatakiwa upewe, sio huo ulikukabidhi. Kwa kuna mwingine. Mkoba sio kwenye ukoo. Huu sio amekupata wapi, ndo amemkabidhi bibi huyu kaudi nao. Wewe wamempa wewe original wakamnyima. Wakampa fake. Wakampa fake. Ule wenyewe hakumpa. Mwenyewe hakumpa. Wamempa mkoba sio. Wamekuonea. Hawajaona adabu wamekupa fake. Umejisikiaje baada ya kukupa fake? Nimejisikia vibaya. Umejisikia vipi?
Hawana adabu. Wanamtapeli mkoba wake. Wanamtapeli mkoba wake. Wanampa mkoba una nguvu nyingi. Mkoba una nguvu nyingi. Sasa prophet akamwambia, chagua leo. Upewe mkoba original ufe au mtumikie Mungu. Sasa unajua katika ulimwengu wa roho, mimi na uhakika yule mchawi hapa pangekuwa hakuna Mungu, angefanya hata tukio yani angefanya tukio ili tumuogope. Wewe umenyona, wewe umemkamata, unasema una nguvu, angefanya tukio. Udhihirisho wa Mungu mahali hapa ni kitendo cha yule mwanamke aliposema sitaki mkoba original, ninachotaka mimi sasa namtaka Yesu. On the spot. Uchai wake akasema leta hapa mbele. Nadhani aliweka hapa madhabahuni. Fire utatokea kile kipande wakati yule mwanamke anakabidhi ile mikoba hapa mbele, na sio tu kuweka hapa mbele, ikachomwa moto. Na uhakika yule mwanamke alikutana na moto mahali hapo. Kuna kipande kaka Sam pale ameona kama amekaa chini akaanza kuvitoa vile vitu vile. Can you imagine? Hebu vitazame mama baba sasa anamwambia kaa chini mama. Weka unapoweka. Yule alitekwa bila shaka. Yule alitekwa. Pale ndio alitekwa na Mungu pale. Wewe si mchawi. Anamwambia kaa chini. Ni mchawi amekaa madhabahuni, anatoa mikoba yake, anatoa vitunguli. Can you imagine? Hebu tazama ndugu mtazamaji, tazama baba, tazama huyo mchawi anavyotoa bila kushikiwa fimbo, bila kukaripiwa, bila kushurutiwa. Jamani, ni neema ya ajabu sana. From there ile mikoba yake ikaenda ikachomwa. Ninaamini yule mchawi tungemkuta barabarani angepaa. Yule angepaa. Au nyumbani. Au nyumbani kwako umemkuta angeruka pale usingeamini. Mimi na uhakika yule mchawi alipofika hapa alikutana na nguvu. Yani pale angefanya tukio hata mtu aanguke, watu wasiwajue yeye yupo kwa sababu kadakwa. Lakini cha ajabu alishiwa power, akajikuta yeye ndo anakaa chini. Na kitendo cha kusarenda nguvu zake zote akaamua kumpokea Yesu. Unahitaji jicho la nabii, mpenzi msikilizaji, mpenzi, hata hapo unapoabudu. Sisemi kwamba hapana, mimi nimefundishwa na baba yangu Philbert kwamba taka kujua background ya mtumishi ambao unaabudu hapo. Jaribu kujua mtumishi anayeabudu hapo ana roho gani juu yake, Mungu anamtumia kwa viwango gani. Kuwa na uhakika naye, sio unaabudu hata wachai wakija kuabudu mahali hapo. Mimi nimegundua bwana, mchai anaweza akaabudu mkaomba mkanena kwa lugha. Kwani siku zile watu walinena kwa lugha? Wachungaji wa zamu waliomba, walinena kwa lugha. Kwani mchawi aliondoka? Mchawi alikamatwa? Mpaka mtumishi mwenye jicho mchawi aliganda. Mchawi aliganda mpaka baba alipomgandua, mpaka alipogandushwa akaganduka. Mimi namuogopa huyu Mungu wa baba yangu Philbert. Unajua kitu kingine ni kwamba bwana, mimi kitu nilichojifunza kwenye madhabahu ya Mungu baada ya kujuana na mtumishi wa Mungu Prophet Philbert Pasco ni kwamba Mungu anatenda kulingana na wewe unavyomwamini. Yaani Mungu ni mkubwa siku zote. Lakini kiasi cha ukuu wa Mungu utauona kwa kadri wewe unavyomchukulia Mungu. Kwa hiyo baba yetu Prophet Philbert Christ huwa anamchukulia Mungu kwa namna ya ukubwa sana. Anaamini kwamba Mungu anaweza kufufua. Ndio maana huwa anafufua. Mungu anaweza kukamata wachawi, uchawi na uganga upo chini ya Mungu. Ndio maana anakamata wachawi na waganga makanisani. Mungu anaweza kuponya kansa, kuponya HIV, kuponya kisukari. Kwa sababu gani? Kulingana na jinsi ambavyo yeye anamchukulia huyo Mungu. Kwa nini watumishi wengine tunashindwa kufanya miujiza mikubwa itokee? Kwa sababu tunaamini Mungu yupo, lakini hatujampa Mungu ukubwa kwa kiasi hicho. Yani sisi tunaamini Mungu anaweza kufanya kidogo kidogo, yani kidogo, kwamba Mungu anaweza kuponya kichwa, tumbo na nini. Lakini kumbe Mungu ni mkuu. Mungu ni mkubwa, yuko juu ya vyote, anaweza kufanya vyote ambavyo wewe unataka avifanye. Ni kweli dada Eliza. Na hata hapo uliposema Mungu anaweza kufanya vyote, vitu vyote. Kuna siku baba yetu alisema wewe unamwamini Mungu katika dimension gani? Unamwamini Mungu kwa kiwango gani? Akatolea mfano. Ni kuna mtu mwingine yani anamwamini Mungu kwa 10,000. Sidhani kama mnanielewa. Anamwamini Mungu kwa 10,000 tu. Mimi kama mtu kapata 10,000 anamwambia Mungu asante. Anamwamini Mungu kwa shilingi 10,000. Lakini hapana, kuna yule Mungu ambaye anaweza kukupatia billions of money. Yani iko hivi. Leo hii ukimchukua Ibrahim ukamuuliza wewe unamjua Mungu kwa kipi? Atakwambia mimi namjua Mungu. Hata kama
ukisubiri kwa muda mrefu, Yeah. ahadi yako itatimia. Akikuahidi, ahadi yako itatimia. Hata ukiwa tasa, utazaa. Ukimuuliza Musa, unamjuaje Mungu? Atakwambia hata Mungu anafanya njia hata sehemu ambako hakuna njia. Sasa tatizo ni kwamba watu wengi tunafundishwa kumwamini Mungu katika kupona mafua. Kuna ndio maana tukisema kwamba Mungu anafufua, hautuamini kwa sababu wewe hauamini, yani haujafundishwa hivyo na hujashuhudia. Yani unamwamini si dhambi, si dhambi. Unavyotuamini, unavyomwamini huyo Mungu, wewe ni wewe hapo, si dhambi. Sisi hapa lakini tunasema yuko Mungu awezaye kufanya mambo yote. Yes. Mpenzi mtazamaji, twende tukaangalia hii video kwa mwanzo mpaka mwisho. Halafu tutakaporejea tutakusomea meseji zako ambazo ulitutumia katika kipindi hiki. Karibu sana ukaitazame hii video. Ndio mama. Kama Adija. Wow, sogea hapa Adija. Adija. Una watoto ngapi? 5. Baba yao yuko wapi? 3, baba yao mmoja na 2 baba yao mmoja. Adija. Ushakuwa mganga wa kienyeji? Yaani kuna shangazi yangu ndo alisema nyumbani kuna mambo ya ulisi. Akakupa? Kasema kuna mambo ya asili. Kwa hiyo nakukabidhi mkoba. Nakukabidhi mkoba? Wewe mkoba unao wewe? My God. Professor. Jesus. Uko wapi mkoba? Can I prophesy? Prophesy, man of God. My daddy. Can I Father, my father. Jesus. Niete. Professor. Niete mkoba. Weka hapo tuone. Wewe fikiri niko hapa. Mungu ananiambia mwanamke, are you getting? You are the prophet of God. You are the Wake up mama. Wake up. Toa nione mkoba kuna nini? Weka chini hapo. Toa. Toa vyote vinione. Weka kwenye kitambaa tuone. Weka hapa. Weka. Hiyo unafanyaje? Walikuelekezaje unafanyaje? Hiyo unafanyaje? Hivyo walivyonikabidhi wakasema hivyo hapo ndo nani utakwenda. Wakaniambia hivi, nani huo mkoba ndo mkoba wako utaanza kwenda kutibu. Kwa hiyo mimi toka nianze kupata nikaona hamna manufaa yoyote. Umeshaanza kutibu? Sijawahi kutibu. Ulikuwa unafanyaje sasa? Nimeuweka tu ndo baada. Baadhi ya watu wakaniambia ile hazijakamilika dawa. Yaani ule umepewa uchawi. Wewe ni mchawi? Yaani nimekabidhiwa vitu ambavyo havijakamilika. Ina maana ni uchawi kwa sababu havijakamilika. Kama havijakamilika kwa mganga daktari, wewe ni mchawi, si ndio? Ameniambia hivi mkoba ule unataka kukabidhiwa sio huo. Kwa kuna mwingine? Ambao inabidi ukabidhiwe. Ambao ni utaka kukabidhiwa sio huo. Dada, unajua hicho kitu? Nimekabidhiwa na shangazi mwingine. Wameenda nyumbani, huyu ndo akampa mkoba hiyo. Mwambia mkoba utakiwa upewe, sio huo ulikukabidhi.
Kwa kuna mwingine. Mkoba sio kwenye ukoo. Huu sio ameupata wapi ndo amemkabidhi bibi huyu kaudi nao. Huyu wamempa yule original wakamnyima. Wakampa fake. Wakampa fake. Ule wenyewe hakumpa. Mwenyewe hakumpa. Wamempa mkoba sio. Umekuonea. Hawajaona adabu Wamekupa fake. Umejisikiaje baada ya kukupa fake? Nimejisikia vibaya. Umejisikia vipi? Umejisikia vibaya? Wala mkupa original. Kwa kumbe hujakamilika. Wamefanyia ukatili. Sikuwa napiga hela sasa hivi. Leo kwa anapigia simu anasema kaniotea mimi na matatizo. Sasa unasemaje? Tuwaombee wakupa original huo sio? Yeye niko hapa, Mungu aniambie yeye mama wakati kuna hai. Fungua neno huko ndani kwa nini? Fungua hii. Hii kopo, hiyo kopo. Humo. Humo kwenye mfuko, karatasi. Kwenye karatasi kuna nini? Karatasi fungua. Nini? Ubani? Ubani ndo nini? Ubani ule wa kuchoma. Kusikiza. Okay. Waganga wana adabu. Wanawatabisha watu na majini, wana mapepo. Mama, kaa hapa. Kaa kabisa. Kaa tukone. Kwa kuna nini kwenye kinini hiki? Kuna nini ndani? Ipi? Kwenye kibuyu kuna nini? Kuna asali. Asali? Naipendelea nyinyi. Kwa hiyo unafanyaje? Unafanyaje? Hamna, mimi toka unige sijatibia. Hujatibia. Pole mama wangu. Kwa pewa mzigo mzito kuwa mganga. Hai. Baba, namuondoa mama na huo mkoba aliopewa kwa damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Simama hapo. Wewe majini, ana majini 792,000. Ninakutoa huo uchawi ulioko ndani yako sasa hivi. Aya, wewe uchawi, rudi makaburini. Huyo mama hatakuwa mganga, hatakuwa mshirikina, hatakuwa mwanga. Kwa damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, nakutoa uchawi kwa damu ya Yesu na ukamata, au utafanya kazi kwako. Majini amtafanya kazi kwa mwanamke, inawahukumu na kuwalaani kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nenda kuzimu. Uko na kulala makabulini. Huyu mama analala makabulini kama huyo. Nenda makabulini. Kabulini.
Naomba mtu apige makofi. Piga makofi sana. Piga makofi, piga. Stand up, simama. Ita Yesu. 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 In Jesus name. Amen. Jesus. Wewe ambao waganga na kuchezea kuanzia leo. Amen. Napoongea na wewe sasa hapo ulipo. Amen. Kila mganga na uganga na uchawi nyumbani kwako kaishe saa hii. Amen. Amen. Mkono wangu utakwenda na wewe hapo ulipo. I receive it. Uchawi wowote nyumbani kwako na uondoa kwa jina la Yesu. I receive it. Nafukuza huo uchawi kwa jina la Yesu. Napokea. Naondoa giza nyumbani kwako. Napokea. Naondoa giza nyumbani kwako. Napokea. Kila mizimu na uchawi babu yako kuachie. Kwa jina la Yesu. Amen. Mpenzi mtazamaji, tumerejea. Natumaini kabisa umeiona hii video kwa ukubwa, kwa kina na kwa undani. Umeona jinsi ambavyo mtumishi wa Mungu anavyomtumia katika viwango vijuu kabisa katika unabii, ishara, ajabu na miujiza. Sasa karibu wewe mpenzi mtazamaji, unaweza kuendelea kututumia message yako kupitia namba ya simu 0717 51 58 80 0717 51 58 80. Unaweza ukaendelea kututumia message hapo, lakini ziko message ambazo Pastor Sesi anaenda kutusomea. Wewe ambao umekuwa ukitufuatilia kokote ulipo, wewe ambao umetutumia message kutoka Canada, wewe ambao umetutumia message kutoka Congo, kutoka Rwanda, kutoka Kinshasa pale, wewe ambao umetutumia message zako kutokea Burundi. Yes, endelea kutuma message, tunawashukuru sana. Tunawashukuru sana na Mungu wa baba yetu Nabii Philbert azidi kuwabariki. Pastor Sesi, karibu usome message za wapenzi watazamaji wetu. Wow. Mimi hichi kipindi kwa kweli kinanipa faraja. Sidhani kama nyinyi wenzangu mnanielewa. Hichi kipindi kimekuwa faraja, sio kwetu sisi, hata kwa wale wanaotufuatilia. Message zao ni nyingi sana, jumbe zao zinatuhamasisha sisi kama vijana, zinamhamasisha hata yule mtu ambaye alikuwa anaona amekata tamaa, anaona kama mimi mbona mimi sijapata mtoto, unaona, lakini mbona hawa kuna nguvu, kuna madhabahu inanena mema, kuna madhabahu ya Philbert Pasco. Hizi message ni zinatufariji, message ni nyingi. Nipende kusoma message chache tu kwa wewe unayetutazama ambaye bado hujatutumia ujumbe wako na unatufuatilia sana. Hebu tutie moyo. Tutumie hiyo message yako, inaweza kuniinua mimi au inaweza kumuinua mtu mwingine kwa namna moja au nyingine. Haleluya. Kuna message moja hapa inasema, Shalom watu wa Mungu. Naitwa dada Loveness kutoka Chanika. Wow. Yes. Ninafurahi sana kuwafuatilia katika kipindi cha PhD. Kimekuwa faraja na upendo katika familia yangu. Wow. Asante sana dada Loveness, na Mungu akubariki sana. Kuna huyu mwingine anaitwa Shalom watu wa Mungu. Nisome kama Samuel kutoka Mbeya. Wow. Huyu anaitwa Samuel kutoka Mbeya. Wajina. Yes. Yeah. Okay, unajina? Wajina. Wow. Anaitwa Samuel kutoka Mbeya. Anasema mimi hicho kipindi ninampenda sana kaka Sam anavyoongea, na ninampenda dada Elizabeth. Wow. Tunakupenda pia. Na ninawapenda wote. Ninampenda dada yangu kipenzi Cecilia. Asante sana. Na Mungu akubariki sana kaka Samueli. Nipende kukualika, nipende kukusika. Karibu. Na I think tutafungua kanisa Mbeya. Mbeya. Pastor, we are coming. I'm coming Mbeya. Oh my God. Mbeya, mchungaji wake? I'm coming. Upo lele. Niko lele. I'm coming Mbeya. Oh my God. Yes. Kuna mwingine anasema
Shalom, naitwa Ivan. Wow. Naitwa Ivan kutoka Iringa. Mungu awabariki, Mungu awatie moyo. Vijana kama nyie mpo wachache sana. Wow. Amen. My God, Amen. my Amen. God. Amen. Na tusome message ya mwisho kaka Sam. Yes. Hii ni message ya upendeleo kabisa. Ni message kutoka anaitwa nisome kama Diana. Nisome kama Diana. Huyu anasema mimi ni mama wa watoto 4. Mtoto wangu alikuwa anasumbuliwa na moyo. Nilipoangalia hichi kipindi na kufuatilia ibada za kila Jumanne, mtoto wangu sasa hivi amepona. Nipenda kukualika sana dada Diana. Mrudia tena, anasema mtoto wake alikuwa anasumbuliwa na nini? Anasema mtoto wangu alikuwa anasumbuliwa na moyo. Can you imagine? Wow. Can you imagine? Lakini niliposikiliza hichi kipindi cha PhD, niliamini, nilichukua hatua, nilifuatilia ibada za Jumanne na Jumapili. Wow. Sasa hivi mtoto wangu amepona. Kumbe Mungu anaweza akawaponya hata akiwa huko aliko. Bwana, Inabidi tumwambie baba yetu ibada za Jumanne zizidi ule muda, kama anaanza tuanze mapema, tumalize hata saa 4 usiku. Kwa kumbe watu wanapona, wanafunguliwa. So amazing. Yani kuna mwingine baba waga akiongea waga anasema pokea. Mkono. Kwa mtu mwenye imani. Kwa mtu mwenye imani. Hichi kitu ambacho nikisha kutokea. Na mpenzi mtazamaji wetu wa Jane TV kupitia kingamuzi chako cha Azam, unayetufuatilia kokote hapo ulipo, Mungu akubariki sana. Hakika siku ya leo imekuwa siku ya baraka sana. Tumebarikiwa sana. Asante kwa ujumbe wako mzuri, umetutia moyo, nasi tunawaahidi kuendelea kuwatumikia kwa unyenyekevu na upendo mkubwa. Asante kwa kutupa muda wako mzuri ukatusikiliza na kutufuatilia kupitia Jane Power Azam TV. Mungu akubariki sana. Lakini zaidi ya yote tunapenda kuwakumbusha tu kwa wale wakazi wa Dar es Salaam, ratiba zetu za ibada ni kila Jumapili. Jumapili Kigamboni, ibada ya kwanza pale unashuka Tungi Mnadani, ukumbi unaoliziwa Makonde Villa. Ibada inaanza saa 1:30 mpaka saa 4. Prophet Philbert babangu atakuwepo pale. Lakini Kinyerezi madukani kuanzia saa 3:30 asubuhi, ibada ya pili. Prophet Philbert atakuwepo mahali hapa baba yetu kwa ajili ya kutuhudumia. Lakini Kinyerezi tumepata upendeleo, huwa kunakuwa na ibada ya kwanza kuanzia saa 1:30 mpaka saa 3. Lakini kwa Mbezi Beach, Mbezi Beach pale ni kuanzia saa 10 kamili jioni. Babangu Nabii Philbert anakuwepo pale kwa ajili ya kukuhudumia. Na kila Jumanne kuanzia majira ya saa 7 kamili mchana, babangu Nabii Philbert anakuwa na one-on-one session. Anaonana na kila mtu kuanzia saa 7 mpaka pale majira ya usiku kabisa. Saa nyingine mimi for the first time nimemshuhudia baba anasimama kuanzia saa 7 mpaka saa 2, masaa 7 kwenye madhabahu. Anamhudumia mtu mmoja masaa 7. Saa nyingine mimi nahisi miguu inaisha nguvu, lakini yeye achoki mpaka saa 7. This man. Na hizi ibada za Jumanne zimekuwa faraja kwa watu wengi sana. Na hizi ibada za Jumanne zimeokoa watu wengi sana. Zimeponya watu wengi. Mfano Diana ambaye ametuma message anasema mtoto wake amepona ugonjwa wa moyo kwa kufuatilia ibada za Jumanne. Kwa imani akafuatilia. Kumbe wewe unaweza ukapokea muujiza wako hapo ulipo. Mungu akubariki sana wewe ambaye umetupa muda wako. Hakika maisha yako yatabaki kwa kama yalivyokuwa. Sisi ni watangazaji wako Pastor Samuel Christ pamoja na Pastor Elizabeth Christ pamoja na Pastor Cecilia Ivan. Tunawapenda sana sana sana. Mungu awabariki. Tunawatakia usiku mwema. Amen.